Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tukiendelea leo darasa yetu ya Alfia Ibn Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Tulishia katika beti zilizokuwa zinaelezea masala ya vitendo ambavyo vilikuwa vimenyengewa, na tukaelezea katika upande wa herufi vile vile kulluha mabniya. Kwa hiyo leo tunaingia katika upande wa anwa'u al-i'rab, zile aina zinazoingia au hali zinazoingia katika upande wa i'rab. Kwa akasema shekhe, warafa wa nasba ja'alan i'raban lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba, wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima, farfa bi dhammin wa nsiban fatha wa jur kasran ka dhikrullahi abidahu yasur, wajzim bi taskinin wa ghayru ma dhukir yanubu nahu jaa akhu bani namir. Sheikh anaelezea warafa wa nasba ja'alan i'raban. Hii rafu na nasbu ifanye kuwa ni aina katika aina za i'rab, tena lismi zinazoingia katika upande wa jina, wa fi'li na katika upande wa vitendo. Na hapa tunaona kwamba zinashirikiana, kwamba arafu wa nasbu hizi zinaingia katika upande wa vitendo na katika upande wa majina. Vitendo vya fi'il mudhari unaweza ukavikuta vinanasibishwa, vinanasibishwa na vile vile pia vinarufaishwa. Tukiingia katika upande wa majina pia vile vile yanarufaishwa na yananasibishwa. Wanaachana katika upande wa jazmi na katika upande wa jarri. Ndio maana kuna kaida inasema kwamba al-asma'u la tujzam wal af'alu la tujarru, maana vitendo havijurishwi na majina hayajazimishwi. Kwa maana inakuwa jazmu ni khaswa katika upande wa vitendo kama ilivyokuwa jaru ni khaswa katika upande wa majina. Kwa hiyo anaelezea hii rafu na nasbu ijala nifanye kwamba ni aina za i'rab zinazoingia katika upande wa majina na katika upande lismin wa fi'lin. Na hawakatoa mfano lan ahaba, sitoogopa. Kwa kitendo ahaba ni kitendo ambacho kimenasibishwa na lan mansubun bilan, ambao lan inakuwa ni harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Kwa hiyo hizi kitendo hapa kilipo kimenasibishwa na fatha na kitendo cha fi'il mudhari. Kisha akaelezea walismu qad khussisa bil jarri kama, na jina vile vile pia qad khussiswa, limehusishwa, maana jina ni khaswa bil jarri kwa kujurishwa, kama tulivyosema al af'alu la tujarru wal asma'u la tujzam. Kwa hiyo jina linakuwa ni khaswa kuingiwa na jarri kama ilivyokuwa qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima, kama ilivyokuwa kitendo kimefungwa khaswa kwa kujazimishwa, basi vile vile majina ni khaswa kwa kujurishwa. Kwa hiyo wanaachana vitendo na majina katika upande wa jarri na katika upande wa jazmi, kila kimoja kinajifunga kivyake. Farfa bi dhammin, kisha akasema rufaisha kwa dhamma, wa nsiban fatha, vile vile pia nasibisha kwa fatha, na hizi inakuwa ni alama katika alama za asili za kurufaishwa matamko au kunasibishwa au kujurishwa au kujazimishwa. Alama ya asli kabisa ya kurufaishwa matamko inakuwa ni dhamma, na alama ya kunasibishwa ya asli inakuwa ni fatha, na alama ya asli kabisa ya kujurishwa matamko inakuwa ni kasra, na alama ya kujazimishwa inakuwa ni sakna. Kwa ndo hizi ambazo nazielezea. Ukikuta fatha ujue jina limenasibishwa, ukikuta wakati huo ni dhamma ujue ile jina kama ni jina ambalo ni mu'rab, wakati huo ni alama yake ya kurufaishwa. Ukikuta jazmi basi utaona sakna pale ni alama yake ya kujazimishwa. Kwa hiyo akasema farfa bi dhammin wa nsiban fatha wa jurra kasran, jurisha kwa kasra, ka dhikrullahi, kama vile kusema kwao, ka kaulika, hii kafu inakuwa yani ya kutolea mfano tamthil, dhikrullahi abidahu yasur, maana kule kumtaja au mja wake yasur kunafurahisha. Kwa hiyo dhikru hapa ilipo inakuwa ni mubtada, inakuwa ni mudhafu, lafdhul jalala Allah mudhafun ilayhi, na hii masdar ambayo ni dhikru ya'malu amala fi'lihi yarfa'u al-fa'ila wa yansu maf'ulan bihi. Kwa hiyo hii lafdhul jalala hapo ilipo inakuwa ndio fa'il udhifa ila amilihi, imeegemezwa kwa dhikru, au unaweza ukasema vile vile ni majrurun lafdhan marfu'un mahalla, alafu abida inakuwa ni maf'ulun bihi, al-masdar mudhafuha wa dhamir muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jar mudhafun ilayhi. Hiyo yasuru inakuwa ni kitendo cha fi'il mudhari kimerufaishwa. Kwa hiyo mahallu shahidi kwamba dhikru kuna dhamma, Allah kuna kasra, abida kuna fatha, kama tulivyoona. Na hizi ni alama za, kama tulivyoziona, ni alama za al-i'rab za al-asli, za asliya kabisa, al-asliya. Kisha akasema
wajzim bitaskini, jazimisha kwa sekna, na hiyo ndio asili ya kujazimisha matamko, alama yake ni sekna. Wa ghairu madhukiri ambavyo havikutajwa basi anasema yanubu vinakaa niaba, kama wao mfano au alifu vinakaa niaba ya dhamma, kama tutakavyokujaona mbeleni vile vinavyokaa niaba, au vile vile vinavyokaa niaba fatha alifu katika asmaul khamsa, au vile vile tutakujaona katika jari vinavyokaa niaba ya kasra. Kwa hiyo visivyotajwa hapo maana yake yanubu vinakaa niaba. Na mfano jaa akhu bani namir, amekuja ndugu wa bani namir, na hapo katoa mfano vile vinavyokaa niaba kama hii akhu ni katika asmaul khamsa ambayo hapo ilipo imerufaishwa kwa wao niabatan ani dhamma lianahu min asma'il khamsa bisita, mudhafu bani ni mudhafu ndani, na hiyo yao hapo ilipo imejurishwa bilia niabatan anil kasra sababu imekuwa ni mudhafu ilayhi. Kwa hiyo alama kujurishwa kwake inakuwa ni aliyau niabatan anil kasra lianahu jamu mudhakkar salim, na katika upande wa jamu mudhakkar salim bani tuna ni mudhafu na namir inakuwa ni mudhafu ilayhi. Almuhim kwamba hapo ilipo kataja wao kataja yeye nazo zimekaa niaba ya zile alama za asili. Kisha akasema warfa biwawi, nufaisha kwa wao, akaanza kuelezea zile ambazo zinarufaishwa kwa upande wa herufi ambazo haziingii katika upande wa haraka, alama zake za irabu na kwa ni za herufi, na hizi maana yake zinakaa niaba, ndio hizo ambazo zinakaa niaba ya hizi alama za asili zilizokuwa zimetangulia. Warfa biwawi, nufaisha kwa wao, wansiban bil alif, kisha nasibisha kwa alifu, wajrubia, kisha ujulishe kwa yeye ma vile ambavyo, maana hivi ndo unavirufaisha na kuvinasibisha na kuvijulisha, ni hivi ambavyo min al-asma katika majina asifu nitavitaja. Kwa maana hapa anaelezea kwamba utarufaisha kwa wao utanasibisha kwa alifu na utajisha kwa yeye hivi ambavyo atavitaja katika upande wa majina ambao wanakusudia katika upande wa al-asmaul khamsa au al-asmau as-sita. Kwa mindhaka katika majina hayo akataja dhu hii insuhbatan abana, dhu hii ni katika asmaul khamsa na inarufaishwa kwa wao, lakini akasema dhu hii insuhbatan, ikiwa suhbatan imeonyesha musahaba, imeonyesha upamoja, yani imeonyesha maana ya sahib. Insuhbatan abana, ikionyesha abana maana adhara, itakapokuwa imedhihirisha au imeonyesha suhbatan, asili yake in abana suhbatan, ikionyesha maana ya usahib, maana ya kwamba ndio mwenye kitu fulani, kama vile kusema kwamba dhu malin dhu ilmin, maana yake ni mwenye. Kwa hiyo ikionyesha ile maana ya mwenye kwa Kiswahili ndio maana ya suhba, ya kwamba ni mwenye kitu, sahibu kadha ndio dhu kadha, dhu malin dhu ilmin. Ikionyesha maana ya sahibu dhu basi itairabiwa irabu ya asmaul khamsa, kwa sababu hapa amesema insuhbatan, ameitoa ile dhu ambayo inatumika katika kabila la Tayyi, wao wanatumia dhu kwamba ni ismul mausul ambao tutakuja isoma huko mbeleni, wa dhu inda Tayyin shuhir, itakuja katika mlango wake wa al-asma'u al-mausula, ambayo dhu hiyo wao wanaitumia kabila la Tayyi, wanaitumia kuwa ina maana ya ismul mausul, ina maana ya alladhi. Kwa dhu hiyo hairabiwi, inakuwa ni mabni. Ama dhu hii inakuwa ni mu'rabu na inarufaishwa kwa wao, inasibishwa kwa alifu na jurishwa kwa ye, hii ambayo itakuwa ina maana ya sahibu. Kwa hiyo insuhbatan abana ikionyesha maana ya sahib, maana ya suhba. Na katika mifano ya hiyo dhu ambayo inaitumia kabila Tayyi, wanatoa mfano innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu tawaitu wa dhu hafartu. Innal ma'a ma'u abi wa jaddi, maji ya baba yangu na babu yangu, wa bi'ri na kisima ambacho dhu tawaitu ambacho nilikichimba. Kwa hiyo hii dhu hapa ina maana ya alladhi, ina maana ya alladhi. Kwa hiyo dhu hii wanaitumia wao kabila Tayyi kwa maana ya ismu al-mawsul, haibadiliki, hii inabaki hivyo, na ndio ambao tumeitoa hapo kama ushahidi kwao wanaotumia. Walfamu, na vile vile pia tamko alfamu, mdomo, maana kitamko alfamu pia inatumika katika upande wa al-asmaul khamsa, itarabiwa kwa kurufaishwa kwa wao, kunasibishwa kwa alifu na kujishwa kwa ye. Lakini hii haithu almimu minhu bana, endapo ile mimu itaipukana nayo, maana yake hii bana ya hapa kwa sababu imekuja min, bana minhu, bana anhu, ina maana ya kule kuachana. Kwa hiyo ikija bana kwa maana ya dhahara peke yake, ya kudhihiri, kama ilivyokuja abana kwa maana amedhihirisha, ikionyesha. Na hii bana min imekuja kwa min, maana yake bana minhu ikiwa mimu imeachana na hiyo tamko fu. Na hii akisema imeachana nayo ni kwamba anakusudia ikija fe peke yake, unaweza ukaiweka fu, fa, fi, maana yake hadha fuka raaitu faka. Kwa hiyo akalta bifika, umekula kwa kutumia mdomo wako.
hapa ndio itairabiwa irabu ya al-asmaul khamsa ikiwa mimu haipo, kwa sababu anasema hii mimu asili yake hii mimu imekuwa ni iwadhu, ni badala ya ile wau ambayo wakati huo wau ikiwa haipo ndio inakuja famun, faman, famin. Lakini ukibakisha wau basi ujue wakati utairabia katika irabu ya dhahira, hutoirabia irabu ya al-asmaul khamsa. Utasema hadha famun, ra'aytu faman, maratu akalta bifamin. Kwa hiyo hii wakati utajirisha kwa dhamma, utairufaisha kwa dhamma, utainasibisha kwa fatha na utajirisha kwa kasra katika irabu za kawaida. Lakini endapo itakuwa ile mimu haipo, utaiweka wao ukasema hadha fuka, ra'aytu faka, akalta bifika. Wakati huo itakuwa irabu yake ni asmaul khamsa kwa sababu imerudishwa ile wao katika asili yake. Kwa hiyo mimu imekuwa ni iwadhu kama anavyosema ya ile wao, na ndio maana katika jamu inarudi, unasema afwahun, jamu yafu afwahun. Kwa hiyo unaikuta kwamba wao inarudi katika asili, kwa sababu asili ukitaka kujua herufi kiupande wa majina basi uende katika jamu zake, ndio zitarudi zile herufi ambazo zilikuwa labda zimeondoshwa, utapata kujua asili ya herufi. Kwa hiyo hapa nielezea al-asmaul khamsa, kisha akaendelea mbeleni akasema abun, akhun, hamun. Katika hayo majina vile vile ambayo yanarufaishwa kwa wau, kunasibishwa kwa alifu na kujishwa kwa yeye, akataja tena kuna abun, kuna akhun, hamun, ambayo haya wanataja ni majina 5 kwa 6. Kisha akataja kadhaka vile vile pia wa hanun. Na hanun amelitenganisha kwa sababu hili ndio jina la 6 ambalo mara nyingi hawalitaji, kwa sababu wanasema kwamba mimma yustakbahu dhikruhu, ni katika majina ambayo yanaonekana vibaya kutajwa, mtu anahisi ukakasi, kwa sababu katika maana yake ina maana ya ashay'u, ina maana ya kitu, na ina maana ya alfarju kwa maana ya kitu. Sasa ilipokuwa ina maana alfarju ikawa ndio wanataja majina 5, hii hanu hawahitaji. Kwa hiyo akasema ni abun, akhun na hamun, kadhaka wa havivi tamko hanun. Kisha akaelezea wa naqsu fi hadha al-akhiri ahsan, na kutumia lughatun naqs katika hili jina la mwisho ni bora zaidi. Hapa ameashiria kitu shekhe kwamba katika haya majina 5 ukitoa tamko fu, majina yalobakia kina hanu na wengineo abun, akhun na hamun, haya majina yana irabu 3 ambazo zinajuzu kuirabia katika irabu hizo, ambayo ni lugha wanasema kwamba ni lugha 3. Kuna lughatu al-itmam, na kuna lughatul qasri, na kuna lughatul naqsi. Lughatul itmam, lugha kukamilisha, ni kuitumia hii kuirabia kwa dhamma, kwa wau niabatan anil dhamma. Kama ni kunasibishwa kwa alif niabatan anil fatha, kujishwa kwa yeye niabatan kasra, ambayo ndio hii irabu ya al-asmaul khamsa inaitwa lughatu al-itmam. Alafu uweza kusema jaa abuka, ra'aytu abaka, maratu bi abika, hii inakuwa ni lughatu al-itmam. Lugha ya pili inaitwa lughatu al-kasri, unafanya kama vile ni al-asma'u al-maksura, unayaweka alifu wala haiondoki. Sasa umerufaisha, umenasibisha, umejirusha, ukasema hadha abuka, hadha abaka, ra'aytu abaka, maratu bi abaka. Kwa maana ukirufaisha inakuwa ni dhammatun muqaddara ala al-alif al-maksura, maana min dhuhuri at-ta'adhur. Kama ukinasibisha vile vile bi fathati muqaddara ala al-alif al-maksura, maana min dhuhuri at-ta'adhur. Kama ukijurisha bi kasrati muqaddara ala al-alif al-maksura, maana min dhuhuri at-ta'adhur. Lugha ya mwisho inakuwa inaitwa lughatu an-naqs, lugha ya kuzipunguza, unazitoa zile herufi za inda mwishoni, na unairabia irabu dhahira ya kawaida. Unasema hadha abun, ra'aytu aban, maratu bi abin. Kwa hiyo ukirufaisha ni kwa dhammatun dhahira, ukinasibisha bi fathatin dhahira, ukijurisha inakuwa bi kasati dhahira. Kwa hiyo ndo akasema sasa katika haya majina akaanza kugawa, kuna ambayo yanatumika lugha fulani ndio bora zaidi, pamoja na kwa inajuzu lugha nyingine. Katika hizo lugha 3 ambazo tumezitaja unaweza kutumia lugha yote katika hizo, lakini kuna ile ambayo ni aula kutumia kwa jina hilo katika upande wa hiyo lugha moja katika hizo. Kwa wanasema wa naqsu, kutumia lughatun naqs fi hadha al-akhir, hili la mwisho ambao ni tamko hanu. Katika haya yaliokuwa yametangulizwa nyuma kuna abun na akhun na hamun. Kwa hili la mwisho ambalo ni hanun ulitumia kwa lughatu an-naqs, ukasema hadha hanun, ra'aytu hanan, mfano. Hii inakuwa ni ahsan, ni bora zaidi kuliko kutumia lughatu zilizobakia, lughatul itmam, ukasema labda hadha hanuka, inajuzu ukasema hadha hanuka, ra'aytu hanaka, mfano wake. Au ukatumia kwa lughatul qasri hadha hanaka, ra'aytu hanaka, mfano wake. Kwa hiyo lakini akasema lughatun naqs ni bora zaidi kutumia katika tamko hilo hanu. Lakini wa fi abin, na katika tamko abin, ambao abin imekuja abin na akhun na hamun. Tamko abin wa taliyahi, na vilivyo viwili vilivyofuata kufuata abin. Taliyahi maana yake taliyaini imeondoshwa nuni kwa sababu idhafa. Taliyahi vilivyomfuata abi, ambao ni matamko mawili. Baada ya abu kumekuja na akhun na hamun katika beti hapo.
Kwa hayo mawili aliyokuwa amemfuata abun, anasema kutumia lugha tu hiyo an-naqsu yanduru, maana ni nadra, ni mara chache, pamoja na kuwa inajuzu kutumia lakini inakuwa ni mara chache. Wa kasruha, lakini kuitumia lughatul kasri katika upande wa hayo majina abun na akhun na hamun, kutumia lughatul kasri ukaachana min naqsihinna, ukaachana kuitumia lughatul naqsi ashharu, hiyo inakuwa ndo mashuhuri. Kwa mashuhuri ni kutumia lughatul kasri, ukasema hadha abaka, raaitu abaka, maradtu bi abaka. Kwa hiyo ni mashuhuri kutumia lughatul al-kasri kuliko kutumia lughatu an-naqsi, japo kwa pia inajuzu kutumia lughatu naqsi ukasema hadha abun, raaitu aban, maradtu bi abin. Na hiyo imekuja hata katika upande wa matumizi ya lugha ya Kiarabu, nyingi sana zimetumika, lakini bora zaidi ambazo ni mashuhuri kutumia lughatu al-kasri katika majina hayo. Kisha baada ya kumaliza beti hizo akamalizia ya mwisho akasema wa shartu al-i'rab, lakini sharti ya al-i'rab ya kuirabiwa i'rabu hii ya al-asmaul khamsa an yudhafna, haya majina yao yameegemezwa, yafanywe idhafa, yani asije tu abun yakatulia. Ukitaka kuirabia i'rabu ya asmaul khamsa ile lughatul itmam, basi inabidi fanye idhafa. Hadha abuka, uegemeze katika kitu, maratu bi abika, raaitu abaka, mudhaf na mudhaf ilayhi hapatikani katika hilo jina. Tena kuegemezwa kwake akasema la lilia, yasiegemezwe katika ya mutakallim, yaegemezwe lakini yasiegemezwe katika ya mutakallim, kwa sababu ukiegemeza katika ya mutakallim ukisema hadha abi, haitoirabiwa irabu ya asmaul khamsa, bali irabu yake itakuwa ni muqaddara. Ukisema hadha abi itakuwa hadha mubtada, alafu hii abi wakati huo itakuwa kama ni khabar mubtada marfuun bi dhammati muqaddara la maqabla ya mutakallim, maana min dhuhuri ishtighal muhall bi harakati almunasaba. Kwa hiyo akasema kwamba la lilia yasegemezwe katika ya mutakallim, yagemezwe katika majina mengine hadha abuka, hadha abu fulani, lakini yasegemezwe katika mutakallim. Kaja kama vile kusema jaa akhu abika, amemjia ndugu wa babako. Kumjia nani? Kumjia dhati la, yule mwenye ukubwa au mwenye ujuu. Intila'in asili yake maana kumondosha hamza mwishoni, intila kana intala. Kwa hiyo almuhim, kwa hiyo hii jaa wakati huo ni fi'l madhi, akhu inakuwa ni fa'il mudhafu, na hiyo abi ikaegemeza mudhafu ile, na hii dhan alojiliwa alofuatwa ni mafulun bihi, nayo ikaegemezwa sahiba intila'in, maana yake mudhafu alafu intila'in ikawa ni mudhafu ilayhi, wallahu aalam. Kwa hiyo darasa yetu kufuata tafsiri hii inshallah tutaingia katika upande wa sharhi moja kwa moja biidhnillah alkarim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.